kuongozana na mimi katika kwenda katika ushirika wa kanisa letu. Lakini pia nilichukua majina yako, nilikwenda kuangalia nyota yako. Nione je, nyota yako inaweza kuwa na mafanikio kama ya kwetu? Nyota yako inaweza kuwa na mafanikio kama ya tunayoishi sisi? Nilishangaa kimoyomoyo hapo, nikashangaa kwanza. Anamaanisha nini? Lakini yeye kwa kuwa nilikuwa nahitaji maisha kama ya kwake, nikamwambia sawa. Umekutaja? Akaniambia okay. Katika jamii yetu wamekukubali. Na uzuri bwana uko vizuri. Nikasema ishara na mimi nitajitahidi kwenda na nyinyi mnavyoweza kuhitaji. Okay. Basi nikawa naweza, kwa kuwa ni mtu ambaye nilikuwa naishi naye, zilipita karibia kama siku 5 hivi. Hajawahi kunipeleka popote pale. Sawa? Naona subiria kitu gani atakuwa. Siku kitu gani ataniambia? Akaja kuniambia siku moja, pale unaonaga na kuingia pale. Siku moja tunde tuingie wote. Sawa? Niliongozana naye siku hiyo, nilikuwa nimevaa vizuri, tukaenda tukaingia katika jengo lao hilo. Walinipokea vizuri. Of course kitu cha kwanza kilifanyika ni kitu cha ajabu sana. Niliona pale kuna wanyama ambao wale wanyama walifanyika special kwa ajili yangu. Wanyama tena? Yaani kuna hawa mbuzi. Mbuzi walikuwa kama mbuzi 4 hivi. Wakachinjwa. Walivyochinjwa wale mbuzi, nikaona limechorwa duara kwa kupitia ile damu. Nikaambiwa kanyaga pale. Na mimi sikusita nikakanyaga. Nikamwambia tutajuaga huko huko. Nikakanyaga. Baada ya kukanyaga nilihisi giza kubwa sana liko mbele yangu. Giza kubwa sioni. Ikabidi kwanza niweze kujiuliza katika akili yangu ni nini kinachoendelea. Sawa, baada hapo nikaambiwa toka, njoo huku, nifuate. Nikamfuata yule mtu. Kaniingiza kwenye chumba kimoja. Chumba hicho kufunga ilikuwa ni giza. Kwenye hicho chumba ni giza, yani sioni kitu chochote mbele. Ulipoingia kilikuwa na mwanga. Yaani ni giza sioni, mpaka nilivyoingia ndani sioni kitu. Yaani ni giza. Sasa sijajua je ni akili tu ilikuwa imeweza kufikiria tofauti. Moyo wangu roho inadunda sasa hapo. Siamini kwa hichi kinachoenda kufanyika. Najiuliza sijui ndio roho yangu inaenda kutoka leo, sijui ndio naenda kufa leo, au ndio naenda kutolewa shukrani kwa akili ambacho nimeweza kumfanyia huyu blaza. Lakini nikamwambia anyway ngoja nikaze. Nikakaa kwenye kile chumba kama nusu saa hivi. Kwenye hicho chumba. Baada ya hapo nikaweza kutolewa kwenye kile chumba. Nilivyotolewa hapo nadhani nilikuwa hata sijitambui nini kinachoweza kuendelea. Nikapewa kiti kama hivi. Kaambiwa kaa hapo subiri. Nikaona watu wanapita kama watu 5 hivi. Hao watu 5 wanapita katika wanapita mbele yangu. Niko kwa nimekaa, mimi nimekaa kwenye kiti hivi. Hapo ni giza na mama. Nilipotoka kwenye kile chumba chenye giza, nikawekwa sehemu kama hapa public tu. Hao watu 5 unawaona kabisa hivi. Wakapita watu 5 wamevaa majoho meusi, wengine mmoja kwa mvaa joho jekundu, mwingine joho jeusi, akapita. Wakaanza kunizunguka. Umeelewa? Wananizunguka, wameshika vikombe vyao, sivyo vikombe vilikuwa vina nini? Vingine vinatoa moshi, lakini kuna malugha ambao wanaongea ambayo hatuelewi. Sasa mimi nimesaidiwa, ikabidi niwe mpole. Na huyo brother alinibeba kama mdogo wake. Kila kitu ni yeye, kwa sababu tayari mimi nilikuwa niko chini yake. Basi wananizunguka wale jamaa, walivyonizunguka, walivyomaliza kuongea malugha yao, wakaniambia tunaomba upige magoti. Nikapiga magoti, wakanipa karatasi moja hivi. Wakaniambia unaweza kusoma? Nikasema hapana. Kile karatasi hiyo imeandikwa lugha ya ajabu. Okay. Wakachukua maji, wakanimwagia hivi kichwani. Hizo ni siri ambazo nazitoa sasa kwa kuwa tayari naona hamna madhara. Ni historia ambayo mengi amenikuta. Of course kwenye ile nyumba nilifanywa vitu vingi sana.
mpaka nikaambiwa nitoe nguo. Hizi nguo ambazo nilikuwa nimekuja nazo, kuna mavazi ambayo walinipa nikayavaa, ni mavazi special, sijui na wanasema ni mavazi yao, kwa sababu nilivyovaa ile mavazi nikawa naendana na wao. Nikafanywa vitu vingi sana, vitu vya ajabu ajabu, na ni vitu vya kutisha sana. Nikaingia chumba kimoja. Hicho chumba ni chumba ambacho sijui nisemaje, nadhani ilikuwa kama ni hall yani ni hall ambayo si ya kuzimu. Nilipoingia kwenye kile chumba nikaambiwa usiogope kwa maswali utakayokuwa unaweza kuulizwa na kitu chochote kitakachoweza kutokea. Nilikaa, mbele yangu nikaona kama kuna mwanga mwekundu unakuja, lakini ule mwanga nilikuwa siuoni, nilikuwa naona kama majivu. Sawa? Lugha za ajabu ajabu, maneno ya ajabu ajabu. Mwisho wa siku kuna wanawake wawili wakatoka kwenye ule mwanga ambao nilikuwa nauona mbele yangu. Wanawake wawili wako uchi wa mnyama. Wanawake hao pisi kweli kweli. Amna. Amna, kwa kuwa nilikuwa nimetandwa na hofu, kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nimeushikilia moyo wangu, hivyo nataka kutoka. Kwa sababu ni historia, mimi nitaongea kama utani, lakini vile vile tupo kwenye, unajua sasa hivi tayari nipo nawaambia halisia maisha yangu. Wale wadada waliokuwa wametoka wako uchi wa mnyama, wakanitaja jina langu, ambao ni jina ambao nimempa yule ndugu aweze kulipeleka kwa wale viongozi. Kuleta matamanio. Hapana, uwezo kutamani vitu kama vile. Wewe. Kwa hiyo wakanitaja jina langu fulani, naomba uweze kufuatisha maneno haya. Wewe fulani, umekaribishwa fulani katika imara yetu. Hivyo tunaomba uweze kufanya vile ambavyo sisi tutakuagiza. Nendana na taratibu zetu, na pia kubaliana na sisi hatua au taratibu tutakazoweza kukupatia. Basi nikafuata ile maneno walikuwa wameweza kuniambia muda kadhaa. Wale watu nikaona wanarudi kwenye kile chumba kikajifunga. Mimi nikanyanyuliwa pale, nikaweza kwenda kupelekwa kwenye chumba kingine. Kule bwana, nilikutana na vitu vya ajabu sana. Nilikutana na pesa zimejaa chumba kizima. Chumba chenye pesa. Nikaambiwa huu ni utajiri ambao upo katika ulimwengu wetu, na tunakupa wewe ukautumikie. Of course ni pesa nyingi sana, siwezi kuzitaja. Nilivyopewa zile pesa, nilipewa tu kwenye kama nanili. Yaani sio nilipewa kwenye begi, hapana. Nilipewa kama ni pesa ambazo, yani kama natupiwa pesa yani, na naambiwa nikusanye. Beba mali itakayoweza kukutosha, kisha utaenda nje kukutana na wenzio. Basi nikakusanya pale kinachoweza. Kwa sasa hapo kwenye pesa tena uoga ikabidi niweke pembeni kwanza. Nikabeba pesa, nikatoka nje nikakutana na begi, nikazipanga pesa zangu kwenye begi. Nimejifunza vitu vingi sana. Mpaka leo hii kuwa Freemason. Lakini pia nimepitia mambo mengi sana. Kwa hiyo hususan kwenye ile jengo nilikuwa nafanyiwa, na maana ni kama uapisho au utakaso nilikuwa nafanyiwa ambao unanihusu mimi, na mimi nyota yangu ilikubalika sana. Kwa hiyo ni ibada zao ambao walikuwa wanazifanya. Mimi nilikuwa sijui chochote zaidi ya kufuatisha kile wanachoniagiza, basi maisha yanaendelea. Lakini pia nilipewa hii moja ambayo anatumia kama blaza wangu, ambao alikuwa pete moja ambayo hata blaza wangu anaitumia, na mimi nilipewa kama hii. Nilienda sehemu nikakuta vidole vimekaa, nikaambiwa ingiza kidole changu, pete ikawa nimevishwa pete. Pete ile ilikuwa inanibana kidogo, lakini naona ninavyozidi kuweza kuzoea inazidi kuachia, na ikawa kama muongozo wangu. Hivyo nikawa nimepewa ruksa ya kwenda nyumbani, lakini vitu nilivyotoka navyo katika ile jengo ni vitu vitatu: mavazi, pesa, pamoja na pete. Nikaambiwa hivi vitu ni mali yangu. Kwa hiyo napewa nikaenda nikavitumikia au nikakitumikie chama kama wenzangu wanavyokuwa wanafanya. Ibada zote ndajua na nitafundishwa. Nilifurahi sana. Of course nilienda, sikuona madhara yoyote. Maisha yanaendelea. Of course mwaka wa kwanza ukaisha. Lakini baada ya kutoka pale nilienda kutafuta nyumba yangu sasa. Kwa style na pesa. Sikuachana na yule blaza
kabidi nitafute nyumba yangu, ninunue nyumba, na kweli nikanunua nyumba nzuri ya kuishi. Dar es Salaam hiyo nyumba ulinunulia wapi? Nyumba yangu ya kwanza iko hapa Oyster Bay. Kabidi niweze kutafuta nyumba hapo Oyster Bay. Nikanunua nyumba moja ya mzungu mmoja, nadhani alikuwa ameshaweza kumaliza nasema nini? Muda wake wa kukaa Tanzania ulikuwa umeshaisha. Sasa yule mzungu nadhani walishaweza kununua ile nyumba. Sasa walikaa muda mrefu sana. Nilibahatika nikanunua ile nyumba, hela nyingi kidogo. Kisha nikaweza kuishi katika yale mazingira. Kuishi maisha yanaendelea, nikana kitumikia hichi chama kwa kuweza kufuata taratibu wanazonipa, sheria. Basi wakaanza kunituma sehemu mbalimbali, na maana uaminifu kawa nimeshaweza kujenga. Wanaanza kunituma na kuniagiza sehemu mbalimbali, na mimi nazidi kujenga uaminifu kama kawaida yangu sehemu mbalimbali. Unaniambia au unatuambia sisi kuwa maisha ya kwenu ulikotoka Mwanza kama ndugu na familia uliowabadilishia hayo maisha, mazingira kuishi maisha mazuri, au bado wanaishi vile vile ulivyoacha? Okay. Katika familia yangu sasa hivi nimejenga ulimwengu wangu. Sababu tayari Black Money jina kubwa sana. Pia katika familia yangu hakuna maskini. Na sio familia tu, mpaka rafiki zangu hakuna maskini. Wote wana pesa na wote wananiheshimu kwa sababu ndio nimewafanya waweze kufanikiwa. Kwa kile kidogo nilichokipata na mambo yangu yakaanza kuwa mazuri, nikaanza kufanya biashara kubwa mbalimbali, nikaanza kumiliki magari, mijengo, mahoteli. Nikasema nisisahau nyumbani. Na kweli sikusahau nyumbani, nikaenda kuwatembelea siku ya kwanza. Nikakutana na ndugu pale. Kwa kuwa ile pesa niliambiwa haina shida, nikakata fungu kidogo nikawapa familia yangu, nikamwambia bwana, angalieni na nyenye mnafanya nini. Kweli walifurahia na waliamini kuwa nimeenda mjini kupambana. Lakini pia maisha yaliendelea. Nikaja nikafanya vizuri zaidi. Nikaja nikaongezewa pesa nyingi sana. Ni utajiri mkubwa sana ambao nilipewa. Na nikawekewa kinga kubwa sana. Na nikapandishwa cheo. Na hapo sasa nikasema ukombozi wa familia yangu umefika. Sikuchelewa hata kama nakufa leo, sababu nikajua siku yangu haya mambo tayari ni kama nguvu za giza, ni miujiza. Ila imani yangu ndio inafanya nifanikiwe. Kwa hiyo sikuchelewa, nikafanya vizuri sana katika familia yangu. Nikawajengea nyumba nzuri za kuishi, nikawanunulia gari kama usafiri. Kila ndugu yangu kuanzia mdogo wangu, wanaonifuata, dada zangu, wajomba zangu, nunua matrekta huko wakawa wanalima, nunua magari wakawa wanabeba mizigo yao. Yaani of course wakawa ni watu ambao wamekamilika, lakini iliniletea shida sana. Unajua wema ni wema na ubaya ni ubaya. Na kuulizwa pesa hizi nimezipata wapi? Ndugu walianza kunikataa na kuanza kunitenga. Lakini sikuchoka kufanya vizuri kwa sababu naamini wao ndio ukombozi wangu. Kwa hiyo binadamu unavyozidi kumuelewesha anazidi kukuelewa. Nikakaa na mama nikamuelewesha, nikakaa na baba nikamuelewesha, pia nikakaa na dada zangu wote nikawaelewesha. Jamani, niliamua kujitoa mwanga mimi kwa ajili ya kuweza kuwatetea nyie. Lakini ndoto zangu na malengo yangu yametimia kwa kuwa tayari maisha yangu yashabadilika na siwezi rudi nyuma kwa sababu wakati nahangaika hakuna hata ndugu mmoja alinisaidia. Lakini nimeamua mimi kujitoa mwanga ili niwasaidie nyie, maisha yaendelee. Unajua ukimwambia hivyo mtu mzima anajua nini kinachoweza kufanyika. Lakini pia niliwapa tahadhari, hakuna atakayeweza kuzulika katika maisha yenu. Wewe ni na amani na mimi. Sababu mimi familia yangu naipenda sana. Leo kesho. Of course miaka 10 na sasa hivi. Maisha yanaendelea 10 na. Kumbe ni muda sana. 10 na maisha yanaendelea, alafu hakuna kitu kibaya ambacho kimenitokea, na zaidi tu nafanya vile ambavyo chama kinaniagiza. Na mpaka nimepewa kijiti na kupandishwa cheo, kufanya usajili na kusajili mpaka watu ambao sio ndugu zangu, kuwasaidia ndugu, jamaa, marafiki. Lakini pia ni mtu ambaye nafanya vikao vingi na muda mwingi. Kunipata mimi nadra. Kama mnavyoweza kuona hapa nilikuwa na mkutano, na mlivyoweza kuniomba before kabla sijaingia kwenye mkutano nikajua nitakuwa nimechoka sana. Kwa hiyo ngoja nifanye mkutano then nitakaa na nyinyi tuzungumze, niwasikilize
Huyu bwana alishawahi kuniomba siku moja niweze kuongea maisha yangu yalivyo, na nikamwambia maisha yangu ni safari ndefu, lakini one day ndaweza kuja kuasimulia nini kimenipata. Kwa hiyo of course kifupi ni hayo, lakini na makubwa zaidi. Na sasa hivi hapa Tanzania mimi ni mfanya biashara. Nafanya biashara mbalimbali na ndani ya nchi mpaka nje ya nchi, kwa sababu tayari ni na uzoefu na mimi ni raia mwema tu. Kuna watu wanaongea huko, Freemason, uchawi, Freemason anauana. Mbona mimi sijaua? Freemason anatoa makafara ya binadamu. Mbona mimi sijatoa kafara za binadamu mpaka leo? Kwa hiyo usiamini sana maneno ambayo anakuambia mtu. Naona una swali hapo, nataka kusema. Mimi kinachonishangaza. Kinachonishangaza sana, nimeona gari zako nyingi sana zinatumia jina la Black Money baada ya kutumia plate number hizi kama tunazozijua. Ni kwa nini gari zako nyingi zina jina la Black Money? Au kama unalipia gharama sana pato la taifa? Kawaida sana. Hizo ni hela ndogo sana ambazo matumizi ambayo yapo tu kwa siku 3 siku 4. Sasa unakuta serikali inakwambia ulipe kwa mwaka, unalipa tu ili kuepusha nao. Na ile ni brand yangu mimi ambayo nimeamua kujibrand, kwa sababu jina la Black limeanza kuwa kubwa baada ya kuanza kushika pesa. Unajua sasa hivi kidogo naanza kung'ang'aa. Mimi nilikuwa ni mweusi sana, ndio jina la Black limeweza kutokea huko. Na pia na swali lingine. Yes. Wakumbuka watu wa nyanda za ziwa, naongelea kama Wasukuma, Wanyaturu, nakumbuka? Of course mimi ni mtu ambaye natoa misaada sana katika sehemu mbalimbali. Watoto yatima, wajane, walemavu. Pia hata nikikukuta una shida yoyote, ni mwepesi sana kukusaidia, lakini mpaka roho yangu iruhusu. Sababu ukisema usaidie, mwisho wa siku dunia nzima itakuja kukulilia. Bwana mimi nataka msaada, sijui mimi wangu kanikimbia, sijui maisha yaendi hivyo. Siku zote hata kwenye maisha unatakiwa utoe pale moyo wako ambapo unasema bwana hapa natoa. Nimeamua kukusaidia wewe na kusaidia. Nisipoamua hata ukanililia vipi siwezi kukusaidia. Ila nikiamua kutoka moyoni mwangu na haki nikusaidia, kwa sababu nakumbuka nilikotoka nimepitia vitu vingi sana na nimepambana sana. Kwa hiyo of course ni maisha ambayo yapo. Binadamu wabaya sana, ogopa sana binadamu. Binadamu leo atakucheka huna, ila ukiwa nacho atakusogelea. Kwa hiyo baada ya kupata mafanikio, mimi nadhani ndugu walianza kuniheshimu, kunisogelea. Sasa hivi hata kwetu hakuna kikao chochote au mkutano utakaoweza kufanyika bila mimi. Heshima kubwa sana nimepewa heshima kubwa sana kwa sababu kwa yale niliyofanya. Kwa hiyo of course nimefanya vitu vingi sana. Hata nyinyi nasema msiogope, kwenye maisha ni kujiriziki. Ila usiibe. Kuiba ni dhambi sana.